Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia muda wa kuzungumza na ninyi wapendwa. Kuna mambo ambayo nilitamani kuzungumza na ndugu zangu wa Afrika, zaidi wale wanaoamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi na wanaoamini Biblia ambayo tunaisoma. Ni kwamba sisi wahubiri leo ndio tunaosumbua imani ya Waafrika. Mungu yupo na hajawahi kuzeeka, ila Waafrika wana imani ambayo huwa haiendani hata na Mungu. Hususa watu wengi wanafikiri neno la Mungu ni ufunuo tu. Sio vibaya, neno la Mungu ni ufunuo, kama vile Mtume Paulo alisema kwa Roma sura 16 na mstari wa 25. Ila kitu tunapaswa kutambua maisha ya Mungu, ya kimungu ama ya imani, sio kwamba tunaamini tu maneno ya Mungu kusudi tu tupate maneno ya kiroho. Hapana. Mungu kama aliumba mwanadamu, alimuumba mwili na roho. Ina maana alijua atabariki roho na atabariki mwili. Lakini ukienda sana, kuna madini ambayo unakuta madhehebu mengi huwa wanazungumzia zaidi ikiwa imani yao wanaisimamishia pa imani ya kupata baraka ya kiroho tu. Wengine huwa wanasimamia baraka ya kupata kimwili tu. Hapo ndo panapokuja utata. Kuna mambo ambayo leo tunatamani kuyatafsiri sisi kama Waafrika, ambayo hata Mungu mwenyewe ambaye aliyazungumza hakuyazungumza kwa namna ambayo sisi tunatamani kuyatafsiri. Naweza kutia mifano mingi katika dunia. Mungu alimwambia Abrahamu, unitolee Isaka. Isaka alikuwa ni mwanae ambaye alikuwa anaishi. Na Ibrahimu alimchukua Isaka ende akamtoe kuwa zabihu. Ilipofika mahali pale, Mungu akabadilisha mawazo, akasema usimtoe Isaka, akamuonesha zabihu ambayo ataitoa. Hiyo maneno tunaweza kusema ni kiroho. Leo ndo watu wanabeba kiroho, wanakuambia toa Isaka wako. Isaka hapo wanakuambia toa pesa, toa chochote ulicho nacho nini. Sawa, sikatai, lakini hiyo sio imani sawa. Mungu ambaye alimwambia Abrahamu, alimuita Abrahamu, leo waamini wengi ama niseme wote wanaamini Ibrahimu kuwa baba wa imani, si ndio? Kama Ibrahimu ni baba wa imani, tuchunguze imani ya Ibrahimu. Mwanzo sura 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Mungu anamuita Abrahamu, anamwambia Abrahamu, toka katika jamaa na katika nchi yako nitakubariki. Nitakufanya wewe kuwa baraka. Abarikiwa atakaye kubariki na alaaniwa atakaye kulaani. Sasa sijui hiyo baraka ambayo Mungu alimwambia Abrahamu ilikuwa inasemewa kiroho tu ama haikuwa ya kimwili. Kwanza Mungu anamwambia Abrahamu, nitakupa nchi. Na hiyo nchi haikuwa nchi ya kiroho, hapana. Mungu alimwambia atampa nchi, na nchi iliitwa Kanana. Na ndio nchi ambayo Musa alichukua wana wa Israeli toka nchi ya Misri kuwapeleka Kanana. Hiyo ahadi ya hiyo nchi ilipewa hata Isaka na Yakobo. Mungu alimwambia Abrahamu, mke wako atazaa, ni baraka. Mungu alimwambia Abrahamu, nitakuongeza. Abrahamu alizaa wana wengine, na alizidi kuendelea kuzaa mpaka leo kizazi kilibaki cha Israeli kuwa baraka. Kwanza kimwili alipata baraka, kimwili akaiona, nchi alipata, mtoto alimpata, na baraka ya kiroho ikaendelea hata yeye asipokuwepo. Baraka ya kiroho huwezi kuisubiria kuwa itafanyika mpaka wewe huko, hapana. Kuna mengine itafanyika hata baada ya kifo chako, baraka kingaliki inaendelea. Yesu aliomba maombi na sasa, Baba naomba unitukuze kwa utukufu ule niliokuwa nao tangu zamani. Mpaka leo mitume wakati walipoombea kilema, Matendo ya Mitume 3:1 hadi 2, ukisoma hiyo andiko wanakuambia kwamba Mungu amemtukuza mwana wake
Yaani Mungu aliendelea kumtukuza Yesu hata baada ya kufa. Yaani utukufu wa Mungu uliendelea kuonekana hata baada ya kifo cha Bwana Yesu. Kumbe kitu ambacho mnapaswa kutambua waamini ni kwamba tunaamini Mungu ili tupate mafanikio katika mwili na katika roho. Kama roho yako isipotengamala vizuri, usipotii sauti ya Mungu, kuenenda na woga wa Mungu vizuri, ujue ya kwamba hata mwili wako hauwezi kupata mafanikio. Yaani hii dunia utazurura pasipo kufanikiwa. Na baraka ya kwanza katika hii dunia ni nchi. Mungu alimwambia Abrahamu, nitakupa nchi. Wakati unapofanikiwa, usisahau kununua kiwanja, sehemu ya kukaa, mahali pa kuweka sehemu yako, urisi wako, mahali ambapo wazao. Mungu angalimpatia Abrahamu watoto kwanza, nchi toa ya mpa, mahali pa kuweka watoto hajampa. Au watoto angaliwaweka wapi? Hata katika maumbile, Mungu akaanza kuumba kwanza mtu. Alianza kuumba kwa vitu, anaomba anatengeneza nchi, anatengeneza mimea, chakula, vitu gani, ndio anaomba mtu baadaye. Mungu akupe watoto, nyumba uyapewa, parcela uyapata, mpangai, utakuwa kila siku akulialia. Tafuta Mungu wa kukubariki katika mwili na katika roho. Tii neno la Mungu, hapana kufanya mzaa. Kuna watu wanacheza na Mungu, wanaingia maneno ya Mungu juu ya mzaa, juu ya kutafuta siku nitakufa wanizike. Sio hivyo, hapana. Tafuta Mungu upate uwezo wa Mungu wa kukulinda na ujitenge na maovu. Zingatia ya maneno ninayokuambia. Mungu sio Mungu wa baraka ya kiroho tu, hapana. Ni Mungu wa baraka ya kiroho na kimwili. Aliwaambia Waisraeli, Kumbukumbu la Torati 28:1 hadi 14, nitawabariki mjini, nitawabariki shambani. Uzao wa tumbo lenu utabarikiwa. Kitunga chako cha ukanda unga kitabarikiwa. Kasome ile andiko utalikuta. Watu walioahidiwa na Mungu, maneno mengi ilitimia. Kimwili ilitimia. Manoa alibarikiwa na Mungu, aliahidiwa kuzama atazaa mwana. Samsoni alizaliwa. Sasa wewe yako ahadi unaisubiri tu kiro. Utazeeka, utakufa, na hiyo ahadi utaiona. Utabaki tu unachunga maandiko. Ninyi ni wa kiroho, kazi yenu kutafsiri maandiko, tuna ufunuo. Huo ni uongo mnaoendeleza. Kwa nini Mungu wako asikutetee katika maisha yako? Kwa nini Mungu wako? Umaskini wa kwanza katika Afrika, Waafrika ni wamaskini kwenye akili. Hata kurogwa, walozi, wachawi wanaanza roga ndo akili. Ndio kitu nitakwambia. Kitu cha kwanza unachorogwa ni akili. Mnaweza mnafanya kazi fasi mmoja na mtu mwenzako anafanikiwa, ila wewe unashinda kufanikiwa. Ila kitu gani kinachomfanya msifanikiwe? Akili. Unaendeleza akili. Kuna tabia zingine ambazo unazozifanya sio tabia za kwako, ni tabia ulipandikizwa. Jiangalie vizuri. Kuna wengine akipata maisha huwa anajitia katika mambo ya mafuraha ya mwili, ni ubatili. Tutafute Mungu, na Mungu anapatikana kwa kufunuliwa maneno yake ya ukweli. Na wakati unapofunuliwa maneno ya Mungu ya ukweli, zingatia yale maneno na uyatembelee kwa uoga na uhakika, na uamini katika yale unayofundishwa. Ikiwa ni kujitenga na dhambi, jitenge kabisa. Jitenge na kile kitu ambacho roho yako inakusukuma kukifanya muda kwa muda, ikiwa Mungu hakipendi au neno la Mungu limekikataza. Jiingize mazima katika neno la Mungu. Tafuta mahali ambapo utapokea neno la Mungu la ukweli. Hapana mahali ambapo wanajisifia tu, tuna neno la Mungu, tuna ufunuo, afu waoga. Kwanza, imani yoyote inayoogopa mchawi ni imani ya uongo. Mtu wa Mungu kama vile Musa alipambana na wachawi mpaka akawashinda. Musa alipambana na wachawi akawashinda. Ila imani ya leo, Wakristo wanakimbia wachawi, Wakristo wanarogwa.
Tangu siku gani Mkristo karogwa? Hii ni imani au ni mzaa? Au ni upuuzi tu? Kwa nini uliamini na urogwe? Umerogwaje? Na mchungaji wako anafanya kazi gani? Anakuachilia vipi ili asiingilie kwenye hiyo vita? Makanisa mengi unaweza kujikuta tuna watu 500 400. Mnaweza kuwa 500 400, ila Mungu anaona tu mna mtu mmoja tu ama wawili. Sodoma na Gomora mlioruka watu wangapi? Watu 3. Katika gharika ya Noa, wakati Mungu aliponyesha mvua, mlipona watu 8. Mnaweza jisifia, sisi tuna watu 300, tuna watu 400, 200. Kumbe Mungu anaona tu mko mtu kani moya, pengine hamna hata mtu moya. Mungu mu distraction muloyenge. Mutoke umaloyenge mu distraction. Utafute puissance de Dieu. Puissance, mtu wa Mungu apaswa kushikilia puissance. Pouvoir ni kujisacrifier. Hawezi kuishi na puissance de Dieu na wakati uko nacheza. Uko na fientwa, Mkristo wenye kufientwa. Unarogwa, unapigwa masisi, unaogopa walozi. Sio imani hiyo. Tafute Mungu. Mungu amebariki na kunisaidia katika yote. Katika jina la Yesu. Amen. Naitwa Mwalimu Haruna. Ukitaka kunitafuta, basi jitahidi. Mungu atakusaidia na kukubariki. Na utabarikiwa sana. Na haya maneno tunayojifunza haya iko kwa ajili ya kusaidia watu.